Guys, ebu sema teren. Yo, ebu let me show you something. Rigiji ameamua kama mbaya ikuwe mbaya. Kufa dereva, kufa makanga. Ameamua. Ametishwa sana saizi, ameamua hapana. Let me put it out as plain as it is. Walisema ati Rigiji aliitisha 10 billion. Yeye ameamua kusema sasa venye mambo iko. Anairusha. Hii sijui nitaita chai ama niite shots za tequila ama niite ni whiskey. Sijui niite aje. But anatuserve. Mdogo. I hope you're watching KTN. I hope you're watching KTN. Mambo inakuja tu pole pole. He has nothing to lose. He has no office he's vying for. He's just telling Kenyans things as they are. Plainly as they are. Ukitaka uchukue, ukitaka ukatae, but that is how it is. So Rigiji ameamua. Kama mbaya, ikuwe mbaya. Kufa dereva, kufa makanga. It is us to us, Kenyans. It is just us to sit down. 2027. Piga kura vizuri. 2027. These remaining days, kuna mambo inakuja na kuna mambo tutaambiwa na kuna mambo tutasikia. Uhuru said it, tukalenga. Rigiji is now speaking about it. Wengine wanaongea vitu zingine hapa zieleweki. Justin Muturi ameongea, tunaanza kuongea vitu zingine hapo, tunaanza kusema wao wamekasirika. Cleophas Malala anaongea, tunaanza kusema ni watu wa hasira. As time goes by, the truth is coming out pole pole. Wa Kenya, sisi tulibant. 2022 tulibant. Rigiji anaserve chai pole pole. Ama ni tequila, ama ni whiskey. Ndio alisema huyo mtu ni pathological liar. I hope you're watching KTN. Juu mambo huko imechemuka. Pressure inafanya nini? Ina increase. Kaende. Langu jicho tu. Ngoja 2027. I want to see what Kenyans will do with the information yenye tunapewa tu pole pole. And the other information that will come. Mambo ni moto. Na bado. Kumbuka tujafika nini ya campaign. Mambo inakuja tu pole pole. Niko moto. Since it's official that it is Dennis Itumbi who writes statement for ministers and any other government official, Jana Jalala, script, statements, Director, Inspector General, Director of DCI, and everyone who he writes to, because Gachagua said they all report to the core president, Farouk Kibet. Hii comeback inatoka wapi jameni? Kuna comeback ya Ruto after Munyororo has spoken. Lord Jesus, I don't see it. But on a serious note, do you still believe we have a country? Should William Ruto continue to be our president? Honestly. Let us talk about the Wamunyoro bombshell, because if you did not watch it, don't worry, I got you. Tumeambiwa must go is the principal procurement officer of this commercial nation, because Kenya wanafanya ni commercial interest over national interest, ni kubroka madeal pale State House. Amebroka deal ya edible oil, amebroka deal ya climate change, na unakumbuka ya mwisho haikuibana na wanda ujaisikia maneno ya miti tena. Amebroka deal ya ile fertilizers tulipatiwa free na Russians, wakapackage wakauzia back farmers, na mkumbuke farmers hamuna fertilizer na long rains are coming, na anytime tunafanya anything ama tunalipa kitu na through e-citizen, mujuange 70% of the proceeds zinaendea very specific people in State House. No wonder ta school fees tuliambo tulipe hapo, but the court reversed it. Ametushow must go is the leader of RSF, na si ule Hemedi, na katushow ile maneno ya 10 billion ni uongo. Ako na recording akiofariwa 2 billion.
Whoever advised this government to fire Rigathi Gachagua should be arrested because jamaa amechoma shule na certificate. Oh, mara kuna gold ya Sudan. This country is headed to the wrong direction. Kama ulisikiza Gachagua vizuri sana, this guy huwezi danganya mara tatu. Ukidanganya watu watakudwa you are lying. This guy is telling us the truth. Ruto is the chief procurement officer in Kenya. Kila kitu inaingia Kenya, Ruto lazima akuleka kitu. Kila deal mnaona. Na that is why unaona hakuna pesa inasaba in the country. Pesa iko pale tu kwa the chosen few. Unasikia tulipatiwa fertilizer na Russia and Algeria. Then Deviki akapewa, akailipak na akauza. What is that, my friend? If imagine at jamaa yeye anafanya deals na Sudan with that is the vice president of Sudan. Na sisi huku wewe unakuja wanawashaosha pesa ya gold nini ndio jamaa aende anunue guns na weapons aende akaue watu huko Sudan. This guy, I think Ruto is that bandit from Sugoi mwenye sasa amegraduate amekuwa international bandit. Sasa we are headed, my friend, in the next near future. Kwanza Ruto akiingia second term, Kenya itaisha. Ataikula ishe. This guy anafikiria ni kama, yani sijui anataka kuwa nini. Anataka kuwa all of a sudden he is the richest guy in Kenya. Without any company yenye inaweza mfanya kuwe that rich. Company zake ni zile kidogo sijui kahoteli wapi. Whereas we know to be rich you must have invested in a great company yenye at least inaweza fanya biashara internationally. Hii yake ni hapa tu kakitu kidogo. My friend, Gachagua pia akatuambia State House na biashara zote ziko kwa Ruto, Itumbi na huyu jamaa wake Faruk. So where are we heading to, my friends? Hii Kenya sasa ni mahali itafika. We should take action. Na si ati kunyamaza. Hizi vitu zimekuwa mob sana mazee. My people, President Ruto is the commander of RSF. Wale watu wenye wanaua watu huko Sudan, he is the commander. Haya ni maneno ya Rigathi Gachagua. Are we together? Alisema he is available to give the evidence of everything. Our truthful man. Anyways, these are the Janjaweed, the paramilitary raid, the people who came to Kenya and had a parallel government with the Kenyans. Tell us. Kwani mnataka kutuchinja wa Kenya sisi kama kuku? Jinsi ambavyo hao watu wanachinja wa Sudan kama kuku. This is what you people you are trying to welcome in our country. Wale watu wakume bila break. You will come to realize that it is too late. You've been defending a rogue government, a rogue regime. Na tutawambia pole. Yes, if this is what is going on, then we are doomed. We really don't have a country. And let us remind you this, let me remind you this, the history that was written by blood can never be erased with the history written in ink. If you know, you know. Maybe kama we ni bombo clat ndo utaelewa. Whoever advised this government to fire Rigathi Gachagua should be arrested because jamaa amechoma shule na certificate. Oh, mara kuna gold ya Sudan, mara kuna gold ya Congo, mara sijui kuna biashara na president wa Kosovo, mara rafiki ya rais ni co-president, yeye ndo anaamua, akikumbukia appointment unatoa kakitu. If what Rigathi Gachagua has said today is true, then this country is being run by robbers. Wezi wa mabavu. Wezi hatari sana. This country is being run by criminals. This government is a den of thieves. Unasikiza Kenya Rigiji anasema unasema anyway, Mungu atusaidie.